kijitu kama wewe, na kinda na ponda na kanyaga kwangu nyenyele tu wewe. Halima, mambo hayakwenda kama tulivyoyatarajia. Bi Msela tumemtafuta kila sehemu, hayupo, haonekani kabisa. Kwa nini hapatikani? Na atakuwa ameenda wapi? Hilo ndo hata mimi nashangaa, maana hatujui yuko wapi. Ulienda kumtafuta na nani? Mimi na Dula. Unajua wewe mzee uko serious wewe. Yaani kwenye jambo la serious unafanya masiala, si ndio? Unaenda kumtafuta Bi Msela na Dula. Hujui kama Dula bado mtoto, hajakomaa chochote kwenye uchawi. Mkuu, hivi ulitaka niende na nani? Maana Bi Msela ndio mtu ambaye yeye ana nguvu kidogo, haonekani, na ndio tunayomtafuta. Sasa unafikiri mimi ningeenda na nani? Naona unaweza swali wewe kama nani? Safari huu msalaba utaubeba mwenyewe. Utaenda kumwambia mwenyewe mkuu upumbavu wako unaonieleza. Sitokukingia kifua tena. Hapana, mimi siwezi kwenda. Naomba unisaidie. Wewe kamwambie tu. Unaogopa? Wanakulifind, wanakuligeti. Nenda kapate kile ninachokipataga mimi. Hapana Halima, naomba unisaidie. Halima. Unajua kaka, ili swala la ndugu yetu, jamaa yetu, rafiki yetu, Mr. Kawaida, watu wanalichukulia kawaida sana ndugu yangu. Yaani toka amepotelewa na mzazi wake na mdogo wake, amekuwa ni mtu ambaye ni mpweke sana. Alafu watu hapa ndugu zetu yani wanachukulia hizi sana hili swala. Binadamu ndo alivyo kidali. Si wote asiyekuepo na laki huwa alipo. Lakini labda nikutoa wasiwasi. Mara mwisho kukutana na Mr. Kawaida ilikuwa ni jana. Na tumeenda mpaka kwenye media, tumeenda kutoa taarifa. Yaani hapa ninapokuambia mpaka vyombo vya habari vinafahamu hilo swala. Kumbe mlifika mpaka kwenye vyombo vya habari? Ya, jana nilikuwa naye tumefikisha hilo swala. Safi sana ndugu yangu. Kweli mnapambana. Kama ni hivyo, mpo pamoja naye sana. Ila najua kuna baadhi ya watu hapa hawakwenda. Tuachane na hayo. Wewe ni ndugu yangu. Nakusii pia kesho uje kazini. Usela pesa ndugu yangu. Usione tuna shine. Tunapendeza. Tunatafuta pesa. Uje kesho. Tofali zenyewe pale sasa hivi zimejaa kenoma. Yaani hamna wabebaji kabisa yani. Tumekuwa wachache mno. Wewe mfanya kesho uje ndugu yangu. Ni sahihi. Kuhusu hilo kidali wala sikupingi. Mimi kesho natokea. Basi sawa kaka. Haina noma. Poa poa. Baridi. Hai, wewe vipi? Wewe, si nimekwambia ukalale ndani wewe? Aya nje unakuja kufanya nini? Sinaongea na wewe. Umefuata nini uko nje saa hizi? Nataka kucheza na bibi. Bibi? Bibi wewe yuko wapi? Huyu hapa. Nini? Bibi huyu hapa. Hivi mimi kila siku najiuliza. Wenye akili timamu wako Milembe, wagonjwa kumbe tunaishi na humu ndani. Wewe toka lini kwa bibi yako wewe? Si fimbo hii jamani. Hii fimbo mtoto wangu. Wewe una matatizo. Sasa naomba nisikilize. Usinitafute. Hapa nilipo dunia mwezeo shanichanganya. Tafadhali mtoto naomba usinitafute. Naomba uende ndani ukalale. Nitakuvuruga. Baba yako akija hapa sikuone maini wala figo. Na ikiwezekana nitakula nyama mwenyewe. Ndani. Mbavu wewe. Kalale. Shenzi wewe.
Waka nisumbue mie, dunia nisumbue, maisha nisumbue, nao nisumbue. Mjinga mkubwa wewe, na utanitambua. Nashindwa kukuelewa. Haonekani kivipi? Mkuu, hilo mimi ndio linanishangaza. Maana tumeenda kwao, hatujamkuta, hatujaona kitu chochote. Mama Kabichi, Be, usiniambie kazi imekushinda. hapana. Usiniambie umeshindwa kuifanya kazi yangu. Hapana mkuu, haijanishinda. Ndio maana nimekuja uniongeze nguvu na maarifa. Hivi, kazi ambayo haijakushinda, inawezekana vipi useme mtu mmemkosa na mnashindwa kumuona? Mnaleta mzako na mambo yangu? Naona unajisaulisha, ni kama vile unijui vizuri. Unanijua vizuri. Kwa nini umepitiliza? Mkuu, breki zilifeli. Breki zilifeli. Kwa hiyo Mama, nizame ndichi. ndichi? Kama hapa breki zilifeli na huko ndani vipi? Pumbavu. Nitakwenda mimi mwenyewe. Tulia hapa. Ala, umepata fimbo? Sio fimbo. Huyo ndo mwenyewe alijifanya mjanja kuliko mimi. Amepatikana. Nyinyi mnampeleka wapi bibi? We mtoto we. Funga domo lako. Mnamjua Pididi? Nauliza mnamjua Pididi? We mtoto we. Angalia hizo kauli zako kuongea na watu wakubwa. Alafu we utaukoza. Wewe. Mikazo zero eh? Mikazo ipo. Kaza! Alafu wewe nyenyele tu kwangu wewe. Bibi yako hajanisumbua. Alafu wewe unataka kuleta ushubwada hapa. Kijitu kama wewe. Na kinda, na ponda, na kanyaga. Kwangu nyenyele tu wewe. Mama, baba anarudi saa ngapi? Mimi nitajuaje masuala baba yako kurudi? Hapa lipo nampigia simu yake ashiki. Nitajuaje anarudi saa ngapi? Mimi njaa inaniuma. Una njaa eh? Nile mie basi. Nile mie. Una njaa utakula nini? Na nishakwambia babako hayupo. Na unamjua hapa mpaka bosi aingie ndo mzigo uteme. Hakuna kula leo mwanangu mpaka baba arudi. Tena hapa nakwambia. Kaa kwa adabu, kilichokuwa tumboni pia usichoka kifanya kikatoka. Sio unanielewa? Na usinongeleshe. Senga tapika maji yangu bure. Mama, nataka nikwambie kitu. Wewe, kuna kitu utakaoniambie mimi?
Wewe asoka niambie kitu mimi kaniingia akilini. Haya kitu gani niambie? Nakusikiliza niambie. Kuna watu walimchukua bibi nikawapia wakamwacha. Bibi yako hapa. Wamemrudisha hapa. Walikuja hapa kumchukua bibi yako saa ngapi? Na hapa kuna bibi yako hapa? Nini? Jamani, kistaajabu ya Musa utaona Firauni. Yaani wewe hauko sawa kabisa, haupo sawa. Uona utindo ubongo. Au saa nyingine umebadilishwa hospitali hivi. Hivyo mimi nakwambia kila siku hilo lifimbo, bibi yako hapa anatokea wapi? Tena wewe, naomba usinichanganye. Hapa nilipo njaa nichanganye na wewe nichanganye. Oya, bwana. Nitakuzibua. Nitakuzingua. Wala nitaka kwambie kitu. Ngongongongo. Mimi najua utakwambia kitu cha maana. Bibi. Bibi yako zalea nani hapa unachanganya? Mimi njoo inaniuma. Naomba yani we. Usitake nikaongea ukanimalizia mafuta yangu tumboni. Kama umechoka kukaa na mimi naomba ingia ndani. Kanywe mimaji humo. Lala ipige dana tumboni. Babako akija nikikologa ugali nitakuamsha, umesikia? Usinichanganye kabisa, usinitibua palipo shatibuka kama jachooni. Sina akili hata moja. Wewe lete komedi zako hapa. Fimbo, njoo bibi. Bibi huyo wa nini? Kwenda huko. Una mbaya kama baba yako mzazi. Ndugu yangu mimi kwa hili sasa nimechoka. Yaani nimechoka. Kilichobakia hapa, ushauri wangu mimi wa mwisho, tufanye juu chini tuweke msiba tu pale. Tuweke msiba? Ukiwa na maana ipi Sengo? Na nitawekaje msiba hali ya kuwa sijui kama mama yangu amefariki au hajafariki? Naanzaje kuweka msiba nyumbani? Hiyo inakuingia akilini wewe? Au ungekuwa wewe ungeweza kufanya kitu kama hicho? Yaani wewe unataka jamii mimi inichukulieje katika hilo? Yaani naweka msiba aliyakuwa sijui kama mama yangu amekufa au yupo hai. I say hilo siwezi. Hivi Mr. Kawaida, kama wangekuwa hawajafariki, tusitungewaona walipo? Unawajua walipo? Hapana. Sasa kumbe nini kingine unasubiria? Vituo vya polisi vote tumemaliza. Tumeenda kutoa taarifa kwenye vyombo vya habari. Kingine unachokitaka ni kipi? Au kuna sehemu umewaficha unajua walipo? Sasa kama kila sehemu hawapo, nini kingine kinachofuata? Labda Mwenyezi Mungu kashachukua amana yake, kwa hiyo kilichobakia hapa tuweke msiba. Hamna kitu kingine. Kwa sababu wewe unajifanyaga weji ni kujua. Nikikwambia tuzunguke upande wa pili, hutaki ujuage hayo mambo. Na unajifanyaga sio muumini wa hayo mambo. Ni vitu ambavyo vipo. Yaani ukiona mtu anakuambia kitu au kinasemwa kitu kipo mzee. Kwa kama hutaki wewe kuzunguka upande wa pili, mimi ninachokiona hapa kilichobakia tuweke tu msiba ili tupumzike. Ukizingatia wewe hapo ulipo una kazi. Mihangaiko yako haiendi. Na hata mimi ninayekushauri kila siku na kuhangaika na wewe, mambo yangu vile vile mimi mwenyewe yanakwama huko. Na acha vitu vyangu kuhangaikia wewe, mtu ambaye hutaki kuelewa unapoelekezwa majambo. Kwa sababu huu muda ambao mimi nautumia kukushauri wewe, huu muda nautumia na wewe kuhangaika, mimi mambo yangu yanakwama huko. Kwa sababu wewe unaitwa Mr. Ushauriki, sio Mr. Kawaida, Mr. Ushauriki. Sasa hivyo vitu mimi nimechoka ndugu yangu. Na pia ukilifanya swala la msiba, tukiweka msiba, itakufeva hata wewe ndugu yangu. Ukiwa na maana gani? Kwa sababu una kazi, kila sehemu unaenda unatimuliwa. Lakini ukipata pesa, unajiajiri wewe mwenyewe, una mke wewe ndugu yangu. Una mtoto, anataka malezi, matunzo kutoka kwako. Kwa hiyo kitafanya hapa, tuweke msiba. Ukiweka msiba, watu watakuja kutoa pesa ya rambirambi. Hata mimi mwenyewe nitakuwa wa kwanza. Na nitajitahidi kutoa tu kiasi kikubwa kuliko hata watu wote. Nitajitahidi ili upate pesa ya rambirambi. Na maana tukimaliza msiba, pesa inayobaki unafungua hata biashara. Kuna biashara hizi za ndugu zetu wale waha wale za kukopesha vyombo. Inalipa sana ile. Kwa sababu mtu anaenda kununua kitu 10,000 anakuja kukuuzia 25,000. Kwa hiyo inalipa vizuri. Unaweza kujikimu maisha yako. Maana mimi ushanichosha mimi. Natumaini hapa umenielewa vizuri. Nimekusikia. Kwa hiyo ina maana yani umenisikia ila hujanielewa. Si ndio? Mimi nimetwanga maji kwenye kinu hapa. Umenisikia ila hujanielewa. Sasa kama hujanielewa,
endelea kuwatafuta ndugu zako. Mimi niache. Ukiona inafaa tuweke msiba. Mimi ninavyoona usiweke msiba kwanza. Alafu ni nani ambaye amekupa huo ushauri wa kwenda kuweka msiba nyumbani? Amenipatia Sengo. Yaani kabisa ni Sengo anakuja naye anakuja kukwambia ushauri kama huo. Ushauri wa kipuuzi kama huo. Sasa kimfano sasa ndio umeshaweka msiba. Alafu wanarudi. Jamii itakuchukuliaje? Au jamii itakutazama vipi wewe yani? Ha? Kaka, ndio maana nimekuja kwako hapa kabla ya kufanya maamuzi ili niweze kupata ushauri wako. Alafu nikuulize swali moja. Kwa nini huko nyumbani kwenu au upande wenu huko hakuna mila wala desturi zenu? Zipo. Sasa kama zipo, kwa nini usifate mila na desturi? Kama njia hii ya kawaida imeshindikana, basi jaribu kuangalia kwa upande wa pili. Msije mkadharau mila na desturi. Maana naona kabisa mmezitupa kabisa yani. Lakini pia kwa upande mwingine zinasaidia na zina maana. Hebu nenda kaangalie upande wa pili. Je, hawa watu wapo au hawapo? Kama hawapo ndio urudi nyumbani na kuanza kuweka msiba. Lakini unaweza kukuta unaweka msiba inaje kukukuta jambo lingine zito. Watu wanaanza kukufikiria vibaya. Lakini kama ukiambiwa hawa watu wapo, ujue hapo kuna namna. Yaani hapo kuna kitu tu yani hapo. Hapo ujue kama kuna namna ipo. Lazima ufanye kitu ili uweze kuwarudisha. Kwa mimi ninavyoona, yani hapa hawa watu hawa wapo. Yani watakuwepo tu. Haiwezekani kawa hivi kirahisi namna hii. Nadhani Sasa mjukuu wangu tucheze. Mabata madogo madogo yanaogelea, yanaogelea katika shamba zuri la bustani. Yanapenda kulia kwa 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 katika shamba zuri la bustani. Leo nimefurahi Zuu kucheza. Sasa Zuu, nilikuwa naomba unisaidie. Kitu gani hicho bibi? Unisaidie kunitoa kwenye fimbo. Mimi siwezi kutoa kwenye fimbo. Zuu, utaweza. Kweli bibi? Ukinitoa kwenye fimbo mimi nitakununulia pipi. Pipi si unakulaga eh? Unakula pipi ngapi? 5. 5. Nitakununulia pipi 5. Ukinitoa kwenye fimbo, umesikia eh? Nitakununulia. Wezue. Hizo 5 ambazo unazungumzia wewe, hizo 5 gani hizo? 5 za mtani au? Unafanya nini hapa nje? Nacheza na bibi. Unacheza na bibi? Bibi yako yuko wapi hapa? Wewe chizi Unaanza kuyeyuka, si ndio? Akili zinapotea, zina data. Bibi yako yuko wapi hapa?
Hiyo ndo hali halisi mwenye mkuu. Nimezunguka kumtafuta mama yangu kila pande ya dunia, sijaweza kumpata. Nimetangaza taarifa hizi mpaka kwenye vyombo vya habari, kwenye ofisi za serikali za mtaa, mpaka polisi. Sijaweza kumuona mama yangu. Imefikia hatua mpaka tunataka kuweka msiba nyumbani kwetu, lakini nikaona ni vyema nije nikushirikishe kwanza hili jambo ili nipate ushauri wako. Wacha kodo kutanta mantete. Ismaili, mama yako yupo. Yupo? Yupo wapi? Anafanya nini? Na kwa nini haji nyumbani? Mama yako yupo. Na yupo nyumbani kwako. Na kila siku anacheza na binti yako asubuhi na jioni. Mwenye mkuu, hii inawezekana vipi? Koro kutanta mantetele. Linawezekana. Lakini pia linawezekana, lakini linaweza lisiwezekane. Ila kama utafanya masihara, mama yako utamkosa. Kwa sababu wamekula vya watu. Naye anatakiwa aliwe. Na akikosekana kuliwa mama yako, basi utaliwa wewe. Mla cha mtu na cha kwake naye chunguliwa. Wampa yeme ni milimama kandole. Wampa yeme ni milimama kandole. Wampa yeme ni milimama kandole. Agagaga dumiga zambile mama kandole.